Heshima ya kuheshimu ibada imepotea. Yaani watu wanaenda ibadani ili mradi ameenda ibadani. Anaenda ibadani ili tu aonekane kwamba alikuwepo kanisani, lakini uhalisia wa ndani, ibada imekufa. Ibada ya muunganiko kati ya mtu na Mungu haipo. Wewe mwenyewe shahidi. Unajijua kuna muunganiko kati ya wewe na Mungu. Wewe unakuta mlishapoteana miaka mingi na Mungu, ila mwili wako upo kanisani. Mungu anahitaji ibada inayoanzia ndani ya moyo. Anahitaji ibada ianze kwenye ndani ya moyo, sio nje. Ibada ianze ndani, itoke nje. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe. Ibada ni ya muhimu, kuheshimu nini? Ibada. Amen. Amen. Na ndio maana leo watu kwa kuto kuheshimu ibada, watu waliokoka ndio wanaongoza kudharau nini? Ibada. Yaani hawaelewi mipango, hawaijui. Hata muda tu wa ibada haelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hata angeambiwa ibada muda fulani, anakuja muda anaotaka. Huo wapendwa ni upagani, tena ni marehemu wa kiroho. Yaani uhai wa mtu unategemea sana vile anavyofanya. Yaani uhai wako unategemea vile ambavyo watu wanakuona unafanya. Kama unaambiwa ibada muda fulani, wewe unakuja muda unaojua na hakuna sababu yoyote, yaani wewe ni maiti wa kiroho. Ni kwa sababu tu watu, sio msiba wa watu kuhudhuria. Ungekuwa ni msiba, watu wangehudhuria. Kwa sababu kiroho kikifa, kila kitu kinakufa. Kiroho kikifa, ibada zinakufa. Yaani mtu baada kuja ibada kwa muda waliokubaliana, anakuja kwa muda wake, si ndio? Alafu na hiyo ibada anafanya kwa wiki mara moja, anakuja kwa muda anaotaka. Nitaka nikwambie, huo ni umarehemu wa kiroho, na hicho ni kifo. Na usipochangamuka unakwenda kuzikwa kabisa. Lazima uinuke kuheshimu ibada. Lazima uwe na hofu ya Mungu ndani yako. Uwe na hofu ya kuogopa. Uwe na hofu ya kukumbuka ibada. Uwe na hofu ya kukumbuka muda wa ibada mliopatana. Amen. Uwe na hofu unapokuwa nyumbani. Uwe na hofu unapotembea barabarani. Uwe na hofu unapokuwa shambani kwako. Amen. Uwe na hofu unapokuwa kwenye biashara yako. Uwe na hofu popote ulipo. Hofu ya Mungu isiondoke ndani yako, ili iweze kukukumbusha ibada. Kama ndio sema amina. Pokea hofu ya Mungu ndani yako, ili kusaidie kukukumbusha. Kwa sababu mambo haya kwa akili ya kibinadamu hatuwezi. Tunahitaji nguvu ya Mungu ndani yetu itusaidie kuimarisha ibada ndani ya mioyo yetu. Na Mungu anaangalia ibada kuanzia ndani ya moyo wa mtu. Na ndio maana Mungu huwezi ukamdanganya, si ndio? Mungu hasiakiwi, hadanganyiki. Ndio maana anasema ile Wagalatia, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Tengeneza ibada iliyo imara na Mungu wako. Tengeneza ibada iliyo imara na Mungu wako. Tengeneza ibada iliyo imara na Mungu wako. Yaani kama ni nyumba, jenga kwenye mwamba, sawa? Jenga kwenye mwamba, hata upepo na maji na mafuriko vitakapoipiga haitaanguka, maana imejengwa kwenye mwamba. Wewe mwenyewe shahidi, ibada na Mungu wako. Unaweza kukuta mlishapoteana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Naomba nisomee Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 2. Tumoja, naomba usome vizuri kabisa. Waraka wa Paulo kwa Wakorintho wa pili sura ile ya 3 mstari. Neno la Mungu linasema, ninyi ndinyi barua yetu. Ninyi ndiye barua yetu. Yaani nyinyi ni barua iliyoandikwa mioyoni mwetu. Iliyoandikwa mioyoni mwetu na watu wote. Inajulikana na kusomwa watu wote. Mstari wa 3. Shia tu hapo. Nyinyi ni barua iliyoandikwa mioyoni mwetu. Inajulikana na kusomwa na watu wote. Amen. Amen. Sema amina. Anasema nyinyi ni barua iliyoandikwa mioyoni mwetu. Inajulikana na kusomwa na watu. Ukishaokoka wewe ni barua. Ukishaokoka wewe fanyika ni barua inayosomwa vizuri.
Mtaani kwako wakusome vizuri, sawa? Unapoishi watu wakujua wewe ni nani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Wewe ni barua. Watu wanahitaji kupata kitu kwako. Watu wanahitaji wakusome vizuri, sawa? Jirani zako wakusome vizuri, rafiki zako wakusome vizuri, kazini kwako wakuelewe wewe ni nani. Pale unapofanyia kazi watu wakuelewe, alafu wamuelewe na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe ni nini? Wewe ni barua. Wewe ni barua. Ili watu wamjue Mungu anahitaji usomeke vizuri. Yaani kila ukigeuka waone unasomeka vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii watu kwa kuto kutii ibada na kwa kumdharau Mungu, kanisa limeharibika. Kanisa limepoteza ramani. Amen. Kanisa limetoka kwenye misingi. Amen. Kanisa limeondoka kwenye misingi ya kanisa la kwanza ambalo Kristo aliliacha duniani. Aliyosema nitajenga kanisa juu ya mwamba huu, hata milango ya kuzimu haitaliweza. Ndio ukisoma kanisa la kwanza kitabu cha Matendo sura ya 2 ukianzia 42 na kuendelea, akasema walidumu katika fundisho la nini? La mitume, si ndio? Walidumu katika fundisho la mitume. Leo kanisa halinaga fundisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa halina nini? Halina fundisho. Ndio maana lina wayawaya, halina mwelekeo. Yaani halielewi liende wapi, kwa sababu hakuna fundisho. Na kwa kukosa fundisho yanainuka mafundisho ambayo sio mpango wa nani, na yenyewe tunayapokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Kwa lazima kanisa lirudi kwenye msingi. Msingi wa kwanza kuheshimu ibada. Kanisa la kwanza waliheshimu ibada. Kanisa la kwanza walidumu katika ibada. Walidumu katika mafundisho. Walichokubaliana walifanya kwa pamoja. Wakisema saa 7 walifika saa 7. Wakisema saa 8 walifika saa ngapi? Saa 8. Kanisa la leo watu wamechanganikiwa. Watu wameharibika. Maisha yamewaharibu watu. Uchumi umewaharibu nini? Yaani mtu ukimwambia saa 8 anakuja saa 12. Alafu ukimwona anasema nimeokoka anaenda mbinguni. Waenda mbinguni hawafanyi hivyo watumishi wa Mungu. Ukiokoka ukubali kubadilika. Ukiokoka ukubali kugeuka kuwa mtu mwingine, sawa? Ukubali kuwa kiumbe kipya, ya kale yapite. Ukiokoka tabia zako zile na misimamo yako ife, alafu Kristo aumbike ndani yako. Kristo aumbike ndani yako. Uwe mtu mwingine, si ndio?